Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Natumai nyote mko salama. Tuko katika mwezi wa Maulid. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie sala zetu za mtume na dua mbalimbali na qiraa yasira ya mtume, hiyo itakuwa ni katika hasanati ambazo kwamba tutatanguliza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu azikubali. Ndugu wapenzi wa Islam, huu ulimwengu usipokwenda kusoma vitabu na kutaka kufahamu dini kisawasawa, basi ufahamu kuwa kuna mtu ambaye kwamba akusubiri akushike mkono moja kwa moja kupoteza, wala hajali wewe nani wala nani, kwa sababu insafi imeisha. Insafi katika dini imeisha. Kutangazwa haki pia kumeisha. Mtu yuko radhi akudanganye, wala hafil kitu chochote katika kudanganya kuwa ni dhima ameichukua ile kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nasema maneno haya baada ya kuona kuwa ni miaka mingi ambayo kwamba wewe humsikii mtu kuwa mwanachuoni mpaka apinge maulidi. Yani wewe ukitaka kuwa mwanachuoni yani wa kisawasawa, wewe jitongeze upinge maulidi. Ukitaka kuwa kijana msomi wa kisawasawa mwenye itikadi kali, wewe toka upinge al-ihtifal bi maulidi an-nabi, ambapo kwamba imekuwa kama ni jambo la fashion sasa. Yani kila mmoja usubiri mfungo sita ni maulidi, tuzungumzwa maulidi tu, maulidi. Kila mmoja rekodi video yake. Tena kuna mwenye kuzungumza kwa maneno mazuri, kuna mwenye kuzungumza kwa kuchafua, kuna mwenye kutukana. Kwenye maulidi fadhali uende kazini, kwenye maulidi fadhali ukanywe tembo, kwenye maulidi fadhali uende kaibe, na watu wakawa waangaliana tu, hawaulizani chochote. Na imekuwa ni ada, na imekuwa ndo uonekana ndo usomi. Lakini watu hawa, na wengine ni wanazuoni wa kutegemewa katika nchi yetu ya Kenya, sisi hapa, wengine ni wanazuoni wa kutegemewa ambao kwamba wako katika jamii mbalimbali, kwenye michango wako mbele, kwenye siasa za pesa za kupeleka watoto kusomeshwa skuli wako mbele, kwenye maserikali huko juu tunaona mbele, kila sehemu kwenye senti wao wako mbele, na kwenye ushehe misikitini wako mbele. Lakini kazi moja tu yana yeye, husubiri siku ya maulidi tu ajapinge maulidi tu basi, lakini hasomi. Na baada ya kuwa kujua sisi vijana kwa hatuendi kusoma, basi wao ndio hutupatiliza sana. Lakini vijana wameanza mwamko mkubwa sana. Wewe ukija kurekodi video yako kazungumza porojo, hakuna mtu atakusikia, kwa sababu vijana pia sasa wameshtuka. Vijana wamekuwa wafungua vitabu wasoma. Leo kijana atakwenda kusoma, mtu aulizwa bin Baz, vipi watu kukusanywa kusomwa sira ya Muhammad Abdul Wahhabi au kuhusishwa usbu'i Muhammad Abdul Wahhabi, wiki hii ni wiki ya Muhammad Abdul Wahhabi, tusome sira yake na kazi aliyoifanya, kama ni watu kula ni kunini na kurukwa rakas taklidia ama vitu vingine. Atasema kuwa inal ijtimaa, kukusanyika, lidirasati madhhabi salafi salih, kusoma madhhabi ya salafi salih. Sikia ujanja katika maneno eti kukusanyika kusoma madhhabi ya salafi salih. Wa minhu, miongoni mwa madhhabi ya salafu salih ni da'watu Muhammad Abdul Wahhabi, ni da'wa ambayo kwamba ameleta Muhammad Abdul Wahhabi. Kusoma sira yake na da'wa yake na msaada wake katika dini. Kaenda ile fatwa mwisho asema wa huwa min a'zami alqurbi ila Allah. Huko kukusanyika watu kusoma madhhabi ya Muhammad Abdul Wahhabi, maana usiseme kukusanyika watu kusoma madhhabi ya salaf. Suali ni usbu Muhammad Abdul Wahhabi, fatwa imekuja
Je, kuketi kuhusisha usubuhi hii wiki ya Muhammad Abdul Wahhab, tutaketi tumkumbuke yeye, tusome mambo yake, kuketi kukusanyika. Sikia vizuri, innal ijtimaa, kukusanyika. Kukusanyika nini? Katika wiki mzima kukusanyikwa huku, kufanya mikutano, fanya nini? Kwa sababu ya nani? Ya Muhammad Abdul Wahhab. Mwisho wa fatwa, min a'zamil qurabi, hiyo ni katika vitu vyenye kurudisha kwa Mwenyezi Mungu. Majmuu fatawa hiyo, sawa na aqwal mutanawwi. Nenda kaangalie Ibn Baz. Mtu akaenda kusoma maneno kama haya atafikiria vipi? Lakini huyo usbu Muhammad Abdul Wahhab ni min a'zam al-qurabi, kuketi kusoma Muhammad Abdul Wahhab. Lakini swali hilo hilo muulize shekhe, vipi watu kukusanyika katika mwezi wa mfungo sita? Muulize hiyo hiyo kukusanyika. Ijtima'u an-nas, ma hukmu ijtima'i an-nas wa dirasati sirati an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa inshadi al-mada'ih. Ongeza kuimba kasida zile nini na kusoma sira ya Mtume. Hata kwamba lam yafalu rasulu, lam yafalu sahaba, bid'a, ni muharrama, sijui ni nini moja kwa moja. Lakini Muhammad Abdul Wahhab hana matatizo, watu ndo wastahiki waketi. Na kwa nini nimekwambia inshadul qasaid? Kwa sababu pana watu hujifanya wamerengwa. Yeye ukimwambia utasikia lakini kaifia, ati hujifanya ati wao ni watu ati wana akili sana. Unajua kaifia ile mtindo mnaofanyia, mnaimba kaswida kwa sauti nzuri. Kama ni kukusanyika tu kukaa kusoma sura ya Mtume mfungo sita, mbona ufanye? Hebu fanya tuoneshe kwanza. Kitu cha kwanza fanya, tuambie leo tumealikana kikao mfungo sita, tumehusisha mfungo sita kwa sababu ndio mwezi aliozaliwa Mtume, tusome sira ya Mtume. Biri fanya hivyo kama vile unavyofanya ya Muhammad Abdul Wahhab. Tuoneshe wewe, fanya ya Mtume, tuambie umeona mfungo sita tumeweka mkutano wa kusoma sira ya Mtume katika mfungo sita, kisha tuambie sisi na nyinyi tutakhtalifiana kwenye kaifia, tuambie hivyo. Lakini wao hufanyi yote ati kaifia. Ama masala kaifia kusema lakini umeongeza sikukusanyisha tu nyinyi mwatoana kasida. Inshadul qasaid kwa upande wa Mtume ni haramu, ni hivi, lakini kwa upande wa jamaa wao hawa si haramu. Sikize wewe. السطور لذكر ابن باز ويعلو على هامة الحرف نور ويجري القصيد ليحكي الحياة حياة الإمام التقي الصبور. تموج السطور لذكر ابن باز ويعلو على هامة الحرف نور ويجري القصيد ليحكي الحياة حياة الإمام التقي الصبور. حياة na huyo shekhe aloka hapo ndo shekhe namba 1 mwenye kupinga maulidi. Lakini kuketwa chini, kukumbukwa Bin Baz, watu kupiga dori, kukumbukwa Bin Baz kazi alizofanya na kutolewa kaswida kuhusu Bin Baz. Tamuju suturu bidhikri ibn Baz watalu ala hamati nur, bayati hiyo sijui yalu ala hamati nini nur hivi ho wimbo. Ushawahi kumwona mtu akimwambia wewe wanaimba khanifi? Ushawahi kusikia mtu kusema shekhe ameketi na makhanifi uimba? Usikii lugha chafu kama hizo. Ho ni Bin Baz, watu wafaa wazunguke hapo kutolewe nashidi, na hiyo ni katika kheri hiyo. Lakini ketini nyinyi kwa line mmoja aimbe nashidi, nyinyi muitikie, ni bid'a, ni muharrama, ni nini, yani upaka. Lakini angalia watu wamewasoma sasa, watu wamewagundua hii da'wa yenu ambapo kwamba silsila yake ukifuatia nyuma moja kwa moja imeenda kwa Khawarij. Wallahi ukichunguza hizi da'wa ambapo kwamba wamekuja nao hawa mawahabi masalafi hawa wenye tashaddud hawa, utaona moja kwa moja ni Khawarij tu, ni Khawarij. Lakini mabarobaro sasa wamesoma, watu wameanza kushtuka kama hawa mbona watakutupeleka ng'ombe hawa mbona wataka, yani wewe usalama wako ni usikize maneno wanaotaka wao tu, kitu wanachotaka wao wakisema ni khairi, hata kama kufanya Mtume hicho ni lazima. Ashaul walidain
wapike kwa ajili ya wazazi waliotangulia waliokufa, wapike watu wakutane, walishe chakula, kisomo cha kusomwa, kineno cha kunenwa. Ni kheri hiyo. Nini? Bin Bazi nani sijui nani amekubali. Tumefahamiana? Ashaul walidain. Okay. Na kufanya kitu fulani kingine, pia hiyo mtu fulani amekubali. Haina shida. Yani mambo mingi utakuta wakikubaliwa na mashehe wao hakuna shida. Aulizwe Fauzani, vipi kukusanyika watu, kusherehekewa watu wakimaliza Qur'ani na kupewa mazawadi nini? Tena ambiwe hakufanya mtu, sikia hiyo fatwa anavyoulizwa, hakufanya mtume wala maswahaba wala nani. Wajua jibu lake sana, lakinahu ijtima'un ala khair, ni kusanyika katika khair. Umetupa kaida, kumbe mkusanyiko wa khair hata kama kufanya mtume. Yani barabara, hebu tumia akili yako. Haambua mtume hakufanya, lakini haya pia lakini mmekusanyiko wa kheri. Mbona mwenzako akiweka mkusanyiko wasila wa kumtambua mtume na vikafanywa vitu vya kisheria visiopita mipaka ya kisheria, mbona husemi watu wamekusanyika katika jambo la kheri? Wewe hulitaki, madamu Muhammad Abdul Wahhab hataki na atbau Muhammad Abdul Wahhab hataki, na nyinyi hamutaki, masalafi na mawahabi nyinyi khawarijul asri, bas hili halifai katika dini. Kwa nini ndugu yangu Muislamu? Kwa sababu hii dini, hawa jamaa wanavyotaka, wataka kila mtu aende na ile akili yao. Mimi nitakupa ushahidi, nenda kasome katika hichi kitabu, angalia hawa maneno haya, ndio ujue hawa jamaa wataka kutoa akili za mabarobaro na kila kitu kiende nao akili zao. Yani wanachokubali wao ndio hicho, ndio dini. Hata kama mtume hakufanya, wao wakileta jambo pia wakikwambia lakini hili ni kheri, yani wewe kubali. Na kitu chochote anachofanya mwendani wake, hata kama ni kitu kizuri, akwambia usikubali. Yani wataka watu waende na vile wanavyotaka wao. Wewe soma maneno, wala yambaghi li ahadin minan nas, haitakikani kwa yoyote kutoka na watu, mtu yoyote haruhusiwi al-udulu an tariqati ali sheikh, mtu upondoke usifuate tariqati ali sheikh atba Muhammad Abdul Wahhab. Yani Muhammad Abdul Wahhab na atba'i wake wanazuoni wa mawahabi masalafi lazima ufuate wao. Sikiza maneno vizuri Sheikh, ndo nakwambia mabarobaro wameshtuka sasa, vijana wameshtuka kwa nyinyi mwataka kuchafua dini, kupeleka watu kingombe ngombe, yani kila mtu awafuate tu mnalotaka nyinyi, ambalo hamtaki nyinyi lisifanywe. Si masala alkitabu na alquran na sunna Sheikh. Hata makhawariji pia walikuwa wakisema inal hukmu illa lillah, inal hukmu illa lillah, lakini Sayyidina Ali alisema kalimatu haqqin urida biha batil, ni kalima cha haki lakini kimependelewa batili. Kama hawa khawarijul asri mawahabi na masalaf wanavyosema alkitabu was sunna ala fahmi salaf al umma alkitabu, lakini utaona ni kalimatu haqqin urida biha batil, sababu hawafuati. Sikia haya maneno hapa, haifai kwa mtu yoyote kuachana na tariqati ali sheikh. Leo mimi nikisema bana mimi Saidi nafuata tariqatu ali Baalawi, utamsikia yeye atatia fujo. Hakuna tariqa katika Uislamu, tariqa ni bid'a, tariqa mtume hapo, tariqa ni bid'a muharrama, ni uzushi. Utasikia maneno mingi, lakini kwenye kitabu chao kumbe tariqatu ali Sheikh, kumbe Muhammad Abdul Wahhab ana tariqa yeye. Si hiyo hapo imeandikwa Sheikh, si maneno yangu. Tariqati an tariqati ali Sheikh, wana tariqati ali Sheikh. Atanabeba lakini maana tariqa ni ule mfumo. Kwani hii tariqa zetu tumekwambia nini sisi? Tumekwambia ni keki, ni shawarma. Ana akili. Umeona? Haufai kuacha kabisa hama. Na angalia haya maneno ya mwisho, wamastamarru alayhi, lile jambo ambalo wameendelea kulifanya lazima wewe ushike min usuli dini. Yani maana yake wakikwambia tauhidi tatu lazima useme tatu. Wakikwambia Mungu ana mkono, Mungu uketi, Mungu ni mzito, Mungu ana mguu atatia kwenye moto, wewe lazima uamini hivyo hivyo katika mambo ya dini wanaoamini. Ukienda kinyume, soma hiyo bara mbele, utajua wewe sasa wewe wakhalifu tu waambia, lakini hapa mimi mbona kama wewe angalia alladhi man hada, soma hicho kilima hapo, hicho mtu ambaye kwamba atapondoka na njia hiyo, faqad salaka tariqa ashabil jahim. Wewe kama hufuati ali sheikh, wewe umeenda na watu wa motoni. Lazima ufuate akili zao na kila kitu chao. Chini hapo angalia
wa min masaili al-ahkami wal-fatwa, hata hukumu walizotoa wao, fatwa walizotoa wao, lazima wewe ufuate. Ukiwapinga fa anta ahlun lil-inkari war-radd li qawli, wewe ukiwapinga wao, wewe wafaa upingwe, wewe wafaa uondoshwe hata katika Uislamu. Khawarijul asr, hizi zote ni njia manhaji ya khawariji tu. Hii ndio inavyotakikana. Wao wataka kufuatwa wao tu. Kwa hivyo mkipiga hizo kelele kuhusu maulidi nini, shekhe, sasa hivi vijana wameamua kuingia kwenye vitabu vyenu, kusoma ule uchafu ulioko ndani, kusoma itikadi chafu, kusoma takfiri zilizo ndani. Watu wameamua kusoma vitabu ambavyo kwamba vimeleta uchafu katika Uislamu, vimeleta ugaidi. Hama kundi yote unaona, sijui Daesh, sijui Shababu, sijui nani, yote haya ni makundi ambayo kwamba yamezalikana na kitabu cha Muhammad al-Wahhabi, kitabu Tauhid. Sasa watu wamefahamu kwa hawa kazi yao kutia kelele maulidi tu, tawasuli maulidi, ziara nini, kumbe hutuvuta sisi kwenda kusomeshwa mambo ambayo kwamba ni uchafu katika Uislamu, itikadi chafu, kutukana mpaka mitume, kutukana maswahaba, kutukana hawa. Lakini wakati wa nyuma walikuwa wakienda kwenye mimbari, alkitabu wa sunna, alkitabu. Baada ya watoto kurudi kwenye vitabu, mbona kumbe kuna itikadi hizi ndani hapa? Mbona huyu watoa fatwa ule Waislamu wenzake? Huyu mbona atoa fatwa Waislamu? Hasi Waislamu. Huyu mbona Muhammad Abdul Wahhab man lam yukafir ad-dawla at-Turkiyya, atoa fatwa mtu ambaye kwamba hakufurishi dawla ya Turki, tena dawla Turkia. Watu kutoa fatwa kule watu wa Taif, kutoa fatwa kuuliwa watu wa Makkah. Fatwa zote alizotoa Muhammad Abdul Wahhab hizi ni kuuliwa watu ambao ni Waislamu. Sheikh, watu wamekhtalifiana katika mambo, ati wao wajuzisha tawasul, wao wajuzishi, wao fanya ziyaratul kuburi, wao tayari uchawapiga fatwa wao. Kumemwaga damu ngapi kwanza Muhammad Abdul Wahhab aje andika kitabu Tauhid na Waqidul Islam na vitabu vingine? Ndio vitabu vilivyoletwa uchafuzi katika Uislamu, vitabu vilivyomfanya damu ya Muislamu ni halali waweza kumwapo, ni vitabu vyenu. Na hili halifichiki, liko wazi Sheikh, watu wameshtuka. Na utaona hizi fatwa ambazo kwamba wao hujifanya ati wao ndo wanazoona nini. Leo juzi Salim Tawil ule mwanachuoni ule wa Kuwait, ule jiwahabi lile jisalafi lile la midevu hivi kama fagio, amesema juzi, sioni kama kwa Israeli alitumia tairati kushambulia Gaza. Shekhe, nyumba zilizovunjwa, watoto walouliwa, ni Muislamu gani utasimama useme wana hawakufanywa kitu? Bwana, hizi kama sinema ngano. Nenda kaangalie klipu, maneno anaosema yatakuvipasua moyo Sheikh. Ati wao kisha hawa si ndio walikuwa kizungumzia alwala wal bara? Hawa sio walikuwa hatukati kwa kutuba za Ijumaa, alwala, kafiri hakuna kusimama naye, kafiri hakuna kula chakula chake, kafiri usende dukani kwake, kafiri usiamiliane naye, wako ni Muislamu. Hawa walikuwa kitefu hilo. Leo mbona amekuwa wamesimama na Israeli moja kwa moja? Hata wanachofanya basi, angalia, msiwatetee Waislamu, msiwashambulie Israeli, lakini hata pia kuona hicho kitu kilichofanywa Gaza, uende wewe Muislamu mzima msimame museme hawajafanywa kitu nao. Shekhe, unatacha Kiislamu, itikadi za Wahabi, wao ndo kazi yao. Angalia nikwambie, wakati wa harbi ya Sovietia, wewe ule wale wanaozungumza maulidi sijui hizo mzushi sio zuchu, wajua historia vizuri sana wazee wangu wengine hao. Wakati wa harbi Sovietia, wanazuoni wakiwa Wahabi karibu wote walikuwa lazima watoe fatwa wa wewe kuhimiza Waislamu waende wakapigane, kwa sababu ni jihadi ile, upigane kuwapiga wale Sovietia. Saa zile nchi zilizoshikana ile, sikiza, fatwa anakuambia kuhimizwa Sovietia kupigana na hawa ni kama kwenda jihadi, kufanya hivi. Wakati wa Israeli hupigwa na Yahudi, mtole fatwa moja ya lajna ya Kiwahabi imesisitiza kwa kuwasaidia Israeli kwenda kule njia. Niletee moja, watafatwa kimya. Angalau la kushangaza zaidi, wamenyamaza kina Uthmanul Khamisi na kusema kuwa kule hakuna jihadi na wale Gaza wamejitakia wenyewe kupigwa. Sikia Muislamu wa Sheikh mwanachuoni wa Kiislamu ambao kwamba alwala wal bara, umeona
shekhe awaruka Waislamu wenzake, tena asisitiza wapigwe, wamejitakia wenyewe. Athmanul Khamisi wa mwanachuoni Saudia, katika ruusu wale khawarij, amekuja Mwirani upigana na Msahayuni na Mwamerika, angalau wanazuoni wa Saudia. Fozani hakubariki murabitina. Fozani awashajisha wanajeshi wa Kisaudia waliosimama kulinda kambi za Amerika. Tia akili barobaro, wafahamu hawa watu watakutupeleka wapi. Usiwasikie wameinuka maulidi. Hawa ni watu wa ajenda, hawa ni watu wa madili shekhe, hawa ni watu washapigwa pesa na Masahayuni na Waamerika. Ndio utaona Uislamu wao, na ndio utaona Uislamu ulikuwa ni mzuri ukaenda vizuri mpaka kuja Muhammad Abdul Wahhab. Hizi fitna zote zimekuja baada ya Muhammad Abdul Wahhab, na hasa huku kwetu. Chunguza wewe, kijiji kitakuwa kiko salama, kijiji kiko salama, hakina tatizo lolote mpaka aende Mwahabi ama Msalafi. Akienda Mwahabi Msalafi, akianza kutoa khutba, utamkuta baba na mtoto hawaongei. Msikiti na msikiti watu wataanza kupigana. Kila sehemu walioanza kupigana kwenye misikiti utaukuta ni Mawahabi na Masalafu wameingia kwenye ule msikiti, wametia fitna, Waislamu wamepigana. Tia akili na hamtodanganya watu. Watu wawasoma vizuri sana.